hajui korosho, sio hajui nini. Mimi sijui korosho. Yaani mtu wa AMCOS aliyeteuliwa kijanja janja na CCM anaijua korosho kuliko Heche kwa sababu tu silimi. Huyo anasahau kwamba mimi nilikuwa bungeni, sheria ya ushiriki inatungwa, mimi nimeshika shilingi kuitunga hiyo sheria iwe bora kwa wananchi. Na wakati ule mlikuwa na mbunge wenu yule nani, tumbo mwenye tumbo kubwa kidogo. Nani? Pakapu, sijui Pakapu. Saizi si mbunge wenu nani? Mbunge hapa anaitwa nani? Hata wananchi hamumjui. Sasa utamjuaje mbunge ambaye hasemi bungeni? Wakati Heche akiwa bungeni, niko napiga mimi kishati kabisa pale, yani nagawa pasi, Tulema yuko wingi ya kulia, Lissu anashambulia nani, unakumbuka ile? Tunagonga pasi za hatari kabisa tukiwa bungeni pale. Sasa wabunge wapiga meza, kuna mwingine alitoka, kuna dada mmoja anaitwa Ngonyani, tena anatoka mkoa wenu. Siku moja tuko bungeni, amekuja kwenye meza yangu. Pale bungeni huwa tuna move, tunakaa pamoja. Sasa spika akahoji sijui nini. Akaona wabunge wenzake wa CCM wanaitikia ndio, na yeye akaitikia ndio. Hivi mheshimiwa alikuwa anasema nini? Yaani unaitikia ndio ujue alikuwa anahoji nini? Kama anauliza kuua watu wako. Tunapeleka wabunge misoga bungeni, hawajui chochote. Yaani kwa mfano mimi, Mpakate ni rafiki yangu kabisa. Lakini Mpakate sio material ya kuwa mbunge. Anapaswa kuwa labda mwenyekiti wa kijiji, kwa sababu sheria zikiletwa zinaletwa kwa hebu sikilizeni. Wala hapo simsemi vibaya, nasema ukweli mtupu. Uongo kweli? Mpakate anaibukia kwenye vyama vya ushirika, akaibaiba hela humo, akapata vifedha, akaonga kura za maoni za CCM, akawa mbunge. Lakini unaweza kumpa Mpakate sheria ya Kiingereza, asome, achambue, achangie bungeni. Ndio maana ikifika wakati wa kujenga, kuzungumza kuhusu sheria, utasikia spika tu, Mheshimiwa Heche, Mheshimiwa Mnyika, Mheshimiwa ni upande huu tu ndio unasikia tunapiga pasi tu. Mpakate Mpakate anasubiri aone wanaitikia kwao kule na yeye aongeze chorus. Uongo kweli? Anaingia fungulia mbwa. Inaitwa fungulia mbwa. Nakumbuka zamani ukiwa mjinga darasani, mwalimu akija akasema temo ya pili 2 mara 2 4, wale watoto brilliant wako mbele pale. 2 mara 2 4, 2 mara 3 6, 2 mara 3. Wewe kule nyuma unaongeza pesa. Uongo kweli? Ndio kila Mpakate. Sasa mwalimu akakosea akasema wewe fradi wewe. Unataka uingie chini ya ufungu wa wewe, sio? Yaani ya kwako mwenyewe, sio za wote zile. Zile za wote unaongeza chorus. Uongo kweli? Ndio kina Mpakate ya wabunge. Kina sui yawa. Mimi sijai kumsikia. Sasa ndugu zangu wa vyama vya ushirika, kwa sababu mmechomoza kichwa, nitawagonga vibaya sana. Haya hapa ni makato ambayo yanakatwa kwenye kila kilo moja ya korosho. Makato 24. Na kwenye ufuta wanakata makato kama 8. Si ufuta nao mnauza kwenye vyama vya ushirika? Sasa mnisikilize kwa makini. Mbaazi si nini? Mimi Heche sina tatizo na vyama vya ushirika. Nataka mnielewe vizuri. I don't have any problem na cooperative unions. Sina kabisa. Ili watu waendelee wanahitaji cooperative unions. Lakini mnahitaji cooperative unions za kweli. Mnahitaji vyama vya ushirika, sio vya kisiasa, vya kweli. Tunaelewana vizuri? Cha kwanza ni namna gani viongozi wa vyama vya ushirika wanapopatikana. Tukihojiana, wanapatikana kwa haki? Wengi wanapatikana kwa kupendeleana, si CCM,
nimemsikia mwingine anasema hawa wakazungumza sera zao nini, sisi sio wanasiasa, alafu hapa anasema mama na upige mwingi. Sasa najiuliza, huyu kichaa mwenda wazimu. Vyama vya ushirika vikiwepo, sheria iliyotungwa namba 1 ilitaka kile chama cha ushirika kwenye kila kilo moja wanakata shilingi 110, kila kilo moja, na wanakuambieni nyie hizi hamkati nyie, tunawakata wafanya biashara. Si ndivyo wanavyosema? Si wanasema wanakata wanunuzi? Jamani, ndivyo wanavyosema au unasema uongo? Wanasema wanakata nani? Wanunuzi. Sasa iko hivi, niwape tu mfano rahisi. Hivi ukiwa na duka hapa, ukanunua sukari kutoka Songea, labda Songea ukainunua shilingi 3200, ili uiuze hapo, utaiuza shilingi ngapi? Wewe una duka mzee? Ukiwa na duka hapa, umenunua sukari kutoka Songea, ukija kuuza hapo utauza shilingi ngapi? 3200 umenunua kwa. Lazima uuze 3500 au 600 ili upate faida. Uongo kweli? Huwezi kuja kuuza ile au chini. Kwa hiyo wewe mfanyabiashara unachofanya, utaongeza bei ili upate faida. Sasa wewe unapomkata mfanyabiashara pesa kwenye kila kilo moja ya korosho wanakata shilingi 1250. Mfanyabiashara anachofanya, kama alitakiwa kukulipa 4000, atakulipa 2700 ili akiuza apate faida. Si kama mnaelewa? Hivi mnaelewa ninachokisema? Wangapi wanaelewa ninachokisema? Wanyoshe mkono. Kwa hiyo mtu akikwambia anamkata mfanyabiashara, anakuona wewe hamnazo, kwa sababu mfanyabiashara akikatwa, yeye ataifidia kwako mkulima. Kwa hiyo hakuna mfanyabiashara anayekatwa hela, anayebeba ule mzigo ni mkulima, Kwa hiyo wanakata ya kwanza inaitwa export levy, shilingi 555 hii hapa. Na walivyo washenzi wahuni, wanaandika hivi vitu vyote kwa Kiingereza. Unamwandikiaje mwananchi wanamtunga kwa Kiingereza kama unataka aelewe vizuri? Kwa nini usimwandikie kwa Kiswahili? Ndio maana wakiona tunakuja hapa kinyesi kinawajaa, kwa sababu wanajua tutakuja kuwafungueni macho. Na nielewa vizuri. Kwa hiyo mnaelewa ni kwa nini wanatunyima hata viwanja? Kwa nini wanaogopa tusizungumze na nyie? Kwa sababu tutawafungueni macho. Na Mtungo mnanielewa? Sina Mtungo. Tunduru mnanielewa? Tunduru mnaelewa? Kwa hiyo wanakata export levy shilingi 550. Na hiyo wanaokukata, ikinunuliwa pembejeo zinaletwa hapa, unaambiwa mama ametuletea pembejeo. Sasa mama, kama una huruma hivi, mbona ulikuwa uleti kabla hujawa rais? Au baada ya kuwa rais tu ndio umekuwa tajiri? Ukiwa rais tu wewe unalima barabara, unachimba machoo, na ukitoka utaendelea kutuletea hivyo vitu. Yaani fedha yako wewe mwenyewe ya kodi yako ikichimba choo, mama anatuchimbia choo. Na mbunge anasimama bungeni, anazungumza dakika 10, dakika 8 anamsifia mama. Mama yetu. Tumerogwa sisi. In abundance of water a fully thirsty. Katikati ya wingi wa maji mjinga na kiu. Haya, wanakata export levy shilingi 550. Wanakata kitu kinaitwa Union and AMCOS, hivyo vyama vya ushirika, shilingi 110 kwenye kila kilo moja ya korosho, na ufuta hivyo hivyo. Sasa kwa mfano, wewe unaweza ukasema shilingi 110 akinikata ni shilingi ngapi kwani? Lakini iko hivi, mwaka jana kwa mujibu wa takwimu za serikali wamezalisha korosho tani 526. Tani 526 mara 110 ni bilioni 60. Bilioni ngapi?
Sasa nikisema bilioni, sio kama unaelewa. Bilioni moja ni milioni 1000. Yaani bilioni kwenye bilioni moja. Nasikia mzee mwenye nyere nyingi. Bilioni. Kuna milioni 1000. Yaani ukipanga vijana 1000, kila mmoja ukampa milioni, ndio bilioni moja. Yaani hesabu shilingi 100 iwe laki iwe milioni 1, 2, 3, 10, 20, 30, 100, 100, 200, 300, 1000 ndio bilioni moja. Sasa vyama vya ushirika mwaka jana kwa kukata watu shilingi 110 wamepata bilioni 60. Ndio maana mtu anachaguliwa kuwa mwenyekiti wa AMCOS au wa chama cha ushirika, alikuwa anatembea kupeku, leo unamkuta amejenga guest house Tunduru, amenunua gari, anajenga nyumba, anazitoa wapi hizo hela? Hayo ndio usema na wasingizia, nasema ukweli. Na wasingizia, nasema ukweli. Ndio maana wanaona Heche akizungumza